Sasa tuanzie hapa, mnyama Simba jana amechapika dhidi ya Azam FC chuma 2-0. Ulizungumza mara ya mwisho na ukasema kwamba huu ndo mchezo ambao utaenda pia kumuonesha Matola nini zaidi hanacho, na uliweka wazi kwamba hatoshi kuwa kwenye kikosi cha Simba. Tuanzie hapo, ulioshuhudia mchezo, nini kiliwaponza Simba? Yes, asante sana, asante sana. Nimependa kumbukumbu zako. Simba amefungwa goli 2-0. Simba hajafungwa kwa bahati mbaya. Simba hajafungwa kwa bahati mbaya. Alistahili kufungwa. Alistahili kufungwa. Na amefungwa kwa sababu 3 mpaka 4. Tuanze kuzitaja hizo sababu. Sababu ya kwanza ni uongozi. Sababu ya pili? Sababu ya pili benchi la ufundi. Sababu ya tatu? Sababu ya tatu wachezaji. Zinatosha hizo. Lakini sababu ya nyongeza ni mashabiki. Tuanze kuchambua sababu moja moja Brosa. Tuanze kwa uongozi hapa. Yes. Uongozi wa Simba umekataliwa na wanachama wake. Uongozi wa Simba unatupiwa shutuma na wanachama wake. Ni dhahiri shairi inamaanisha hautoshi kuiongoza Simba. Lakini sio tu wanachama. Mpaka baadhi ya viongozi kwa viongozi wanatupiana mishale ya maneno. Kuna wapo wanaamini Simba ikifungwa kuna viongozi wanashangilia. Na kuna wapo wanaamini kuna viongozi wa Simba ikifungwa wanachekea chooni. Kwa hiyo mimi naendeleze tamthilia yangu wa viongozi wa Simba. Bado naendelea kusema na nitasema na hautoacha kusema. Ifikie muda wa mtu kuacha anachokifanya. Murtaza Mangungu ndio ambaye ananyoshewa vidole kwa kasi kubwa na mashabiki wa Simba kwa muda mrefu sasa. Ni muda sahihi ya yeye kuamua kustep down na kuachana na kuiongoza Simba ili aone mambo mengine anaendaje. Mimi ningekuwa ni yeye ningeachia. Ungekuwa Murtaza Mangungu? Ningeachia. Ningeacha kuiongoza Simba. Simba imeshamkataa Mangungu. Matokeo yameshamkataa mwenyekiti. Haina haja kungangania. Lakini wanahabari, kwa nini Mangungu anakataliwa? Zipo baadhi ya sababu zinasema ambazo hazina uhakika. Kwamba Mangungu ni shabiki wa timu fulani. Unamaanisha wa Young Africans? Shabiki wa timu fulani. Ama ndo jasusi anahitajwa? Shabiki wa timu fulani. Hii hali iliyofikia ni mbaya. Jana baada ya mchezo nimemsikia shabiki mmoja wa Simba anasema ni wapi anapokaa Mangungu. Wanatangaza vita. Ni wapi anapoishi Mangungu. Anakwenda mbali anasema kama ningelikuwa na bomu ningekwenda kujiripua nikafa nayo. Hii ni hatari. Ni kutokana na maumivu walionao mashabiki. Hii ni hatari kubwa. Hali kama hii ilipofikia kiubinadamu, kiheshima yake, alipaswa kuachia watu timu yao. Hata kama yeye sio muhanga. Lakini idadi ya watu anaowaongoza imetosha kuhitimisha safari yake. Yupo baadhi ya mshabiki wa Simba anakwenda mbali. Anasema hivi mwenyekiti anatuonaje sisi? Ama anahisi anaongoza mbuzi? Kemziwanda. Yes. Yaani leo imekuwa ni tamthilia. Baada ya mechi ya Simba, mashabiki wa Simba kila mtu kuongea la kwake. Lakini mtanange kama haitoshi, kundi kubwa ambalo lina watu zaidi ya milioni linaandamana linasema Mangungu stop. Unadhani nini kinampa ugumu Mangungu kusikiliza hizi sauti za watu wengi kutokumuhitaji kwenye kikosi cha Simba kwa muda mrefu? Mimi sitaki kuamini kwamba Mangungu ana kiburi kilichopitiliza. Lakini anachopaswa kutambua, timu hii ni ya wanachama. Kabla yake palikuwa na viongozi. Inatosha. Inatosha. Na mimi nikwambie mtanange. Mimi nina ukaribu wa baadhi ya mashabiki wa Simba. Sana.
Na waona na nina ushuhuda wakipokea simu kutoka kwa chairman akiwaomba wamtetee. Murtaza Mangungu. Chairman. Kumbe bado anahitaji kusalia. Chairman. Taja Mangungu, unasema chairman. Si ndio mwenyekiti wa Simba? Kwa sasa wewe unasema Mangungu. Mangungu mimi ni mkwe wangu. Yupo. Wapo baadhi ya mashabiki wa Simba wenye influencer kubwa ya kuitetea Simba, wao ndio wanatumiwa na mwenyekiti kuelekeza mambo ende hivi. Hii inaumiza. Watu wanaumia kwa sababu ya mtu mmoja. Mtu mmoja huwa anachukua watu wake anawatumia ili watu wawasemee. Inatosha. Kwa maslahi mapana ya wana Simba. Chairman, inatosha. Kwa maslahi mapana ya taifa hili. Chairman, inatosha. Kwa maslahi mapana ya mpira wa Afrika. Sababu bado naamini Simba ana nafasi kubwa kwenye mashindano ya kimataifa. Simba ana heshima kubwa kwenye mashindano ya kimataifa. Mgogoro huu unaoendelea kwenye klabu unaichafua klabu. Mgogoro huu unaendelea kwa mashabiki wake na kwa baadhi ya viongozi. Inachafua taswira ya klabu. Inatosha. Hapo ni upande wa viongozi. Tumemzungumzia Murtaza Mangungu, hii inatosha. Twende kwa upande wa, umesema kuna sababu tatu. Tuhamie kwenye benchi la ufundi. Benchi la ufundi, siamini duniani kama kuna kocha anaitwa Sele. La kwanza. Uamini kuna kocha? Anaitwa Sele. Umefika mbali sana. Majina ya chezi. Sio majina. Nimesema duniani. Hamna kocha. Kuona kocha anaitwa Sele. Basi futeni Sele, bakizeni Matola. Wafute wao, sio mimi. Tunaifuta tu, tunabakiza Matola pale. Mtanange dadangu. Simba ni kubwa sana. Kuanzia kwa miaka yake mpaka kwa status yake ni kubwa kuliko Matola, kuliko Sele. Na mimi hili nilisema wazi, ili tujue ubora wa Matola ni lazima apate mechi kama ile ya Azam. Na nikamwambia mzee wangu Azim, usiwaaminishe wana Simba kwamba Matola anafaa. Usiwaaminishe wana Simba kwamba kocha mzao anafaa. Mzee wangu almarhumu Mwinyi alisema Tanzania ni kama kocha vichwa vyaenda wazimu. Bado naendelea kusema. Benchi la Simba halitoshi kuifundisha Simba. Benchi la Simba halitoshi kuifundisha Simba. Wengi wanaenda mbali zaidi na kusema kwamba sio tu benchi halitoshi, bali hata kama utaleta makocha wengine pale, basi Suleiman Matola ambaye amekuwepo pale kwa muda mrefu sana, na yeye pia ni muda sasa wa kuondoka pale. Wao unasemaje Dosi? Wao wenye Simba. Wenye Simba yao wanasema hivyo. Inasikitisha. Inasikitisha, inahuzunisha kuona makocha 10 waliopita ndani ya Simba kwa nyakati tofauti, mbaya na nzuri, pana na nyembamba. Makocha hao wote wameondoka, lakini Suleiman Matola bado amesalia kama kiongozi wa Simba. Kwa hiyo mimi ninachoamini ni kuungana na wale baadhi ya mashabiki wa Simba wanaosema it is over kwa Matola. Naungana nao. Akatafute changamoto nyingine. Akatafute malisho pengine. Kwa sababu matusi yanotukanwa Matola, ni dhahiri kwamba wana Simba hawana imani naye. Ni dhahiri wanamuona kama kirusi kwenye timu yao. Inatosha. Suleiman Matola inatosha. Awachie watu waje na changamoto mpya. Tuamie kwa upande wa wachezaji. Hiyo ni sababu ya tatu ambayo pia umeizungumza. Unasemaje kwa upande wa wachezaji? Nini shida kwa upande wa wachezaji ambao hapo jana tumeshuhudia wanapata nafasi wanashindwa kuzitumia? Hiyo ndio shida yao. Wachezaji, hiyo ndio shida yao. Sawa? Hiyo ndio shida yao. Mara kwa mara mimi nasema ligi sasa hivi ni ngumu. Mashindano ya kafu ni magumu. NBC ni magumu. Kwa hiyo mchezaji, timu inapopata nafasi 2 ihakikishe inafunga 1. Na hizi ndio sababu ambazo mpaka leo
vimethibitisha Simba kupata alama 0 kwenye CAF Champions League. Nafasi nyingi, matumizi 0. Yeah. Simba anatengeneza nafasi 10, anakosa zote. Simba alitengeneza nafasi 13 kwa Mbeya City, nikasema hii ni hatari kwa klabu. Jana tumeona licha ya Mpanzu kucheza vizuri kiasi gani, lakini bado kuna baadhi ya wachezaji walimwangusha. Na kinachosikitisha zaidi, wachezaji wa Simba wakikosa magoli hawajutii, wana relax. Mkwala jana ngoma imepigwa na Mpanzu imegonga posti, imemrudia kwenye miguu yake. Amekosa, naona ni jambo tu la kawaida. Unacheza ya Azam. Azam mwenye Saduni. Azam mwenye Ibenge. Azam mwenye Msindo. Pascal Msindo. Azam mwenye Kaminko. Azam mwenye yule Mkongo anaitwa nani alofunga goli? Kitambala. Hatari. Azam mwenye Nado. Watu wanakimbia kama vile wamefungwa spidi. Niliamini na nilitarajia fika Simba hiki ndo kipimo chake sahihi cha ligi kuu NBC msimu huu. Na ulizungumza kwamba huu mchezo utaenda kuwapa taswira kuelekea michezo hiyo inayofuata ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Wamepata taswira gani Doxa kwa hiki ambacho kimetokea? Wanaenda kufanya maboresho makubwa sana. Taswira walioipata, wanaenda kufanya maboresho makubwa sana. Jana tumeona ni namna gani Shomari Kapombe anavyoweza kupata tabu akiwa na wachezaji bora. Unajua mwalimu Ibenge kamsoma sana Kapombe jana. Kamwangalia akamwambia hapana, wewe njoo ingia Saduni, mkimbize yule. Mimi alivyoingia Saduni tu kimoyo moyo ngasema Simba ishafungwa. Shughuli imeisha. Nimpongeze sana Saduni.